Karibu sana mosiesi ya Mutongoi TV kilungu ni cha vyangwatilo WCW kana wende guo kamita wendo feelings Wednesdays no tondo ni kwa dhite ebe jane wo mundio twina Oga Obinna di top mwene niwe mweni witu mudhajane wo mundio na tayari no atonye landeni wa studio kethawe na kulio yo ndhe uyo mpaniti kondo wake no tumie kwesela ile itatu kende mo itano kana mutandao witu wa Facebook ilani Mutongoi TV namba ya simu ne noti bonza itano itatu kenda nyanya thandatu ile itatu chonde ekulio yonde utonya kwitho winajo ekulia ni ngubikia kukulelia jo nikenda wethe no atothesya kabisa Oga Obinna karibu sana. Asante sana. Fresh? Niko fiti huko aje? Niko salama kabisa. Okay. Imebidi nikoroge kwanza. Nimekusikia. So far kuna kamba wazo umeshika mingi sana. Kama gani? Omonde ni leo. Agamba muyaseo tu yaseo. Obinna wabika. Wabika ni kwendete muno. Geletu kaseo. Anenga kangwatite. Wakwataka kikamba yes ne wathomwa wakwataka ile tukake kamba hapo isiko fiti. Niko fiti. Karibu sana ukambani. Asante sana. Obinna of late tumekuwa tukikuona ukambani media tour yes na bloggers tour pia yes ni media what I'm saying bloggers pia ni media that's actually the future and the present. It's called digital media yes. Uko na plan gani ukambani? Nataka kuwa governor sasa. Yes. Sasa unajua ukitaka kuwa governor yes unaanza na MCA ni nini sasa kuna kiti ya UMCA yes no actually the plan is just mimi tu kupitia kufanya vitu viwili. One ni kusema asante kwa my Kamba family wale wamekuwa wanani support kwa kila kitu nimekuwa nikifanya na ya pili ni kujijulisha kwa wale wengine wenye wanijui. Kuna mtu mwenye anawatch sasa hiyo kwa huu ni nani kwa Kamba kusema huu ni nani unasemaje? Oh no ai yes no lazima unataka kumwambia huyu anaitwa Obinna. Wewe twaga Obinna ama Oga at the top. Sasa nikifika wanasema huyu ni Obinna unafanya huyo ni kusemaje na Kamba kaata sema mimi ni muimbi mimi ni mchekeshaji mimi ni MC mimi nafanya pale kwenye Obinna TV Studios pia mimi niko na media company one of the leading digital media companies mimi ni creative writer script writing mimi ni dancer mimi ni father mimi ni mambo mingi sasa pia najiintroduce kwa also wanijue so only the two things to say thank you and to introduce myself. Obinna you are the pioneer. Yes. Wakutumia the Nigerian accent. I'm not really the pioneer. I'm among the people who were pioneers in Kenya. But tulikuwa watu kadhaa. So siko solo Hiyo idea tuseme ule mtu alifanya nayo na ikakuwa success kwake ni wewe sana sana. Yes. How did the thought come to you? I wanted to do something different because nilikuwa natembea sana nao makomedian wengine wa Churchill show. Wote mimi nilikuwa mtu wa mkono wa Fredo Mondi, Eric Mondi. Nimeshinda nao, naishi na Wago, naishi na Thuol, ule the late. So nilikuwa nakaa chini naona tunapiga hizo jokes. Mimi nilikuwa naimba sana hizo siku, nilikuwa nafanya dance. So nenda show, nikaa chini naambia unaweza piga pia hii joke hivi. So ile tunajenga joke pamoja nikasema sipia mimi nipige. So nikaanza kupiga za Kiswahili, lakini tulikuwa wengi. Alafu watu huyu ni Mjaluo, huyu ni Mkamba, huyu ni Mkisii, huyu ni like so what's different. Alafu your time watu walikuwa mbele sana movies za Nigeria. Za Nigeria Afro cinema. Nikasema Afro cinema continue shortly. Nayo. Alafu nikaipiga na pia ikasonga. Mpaka watu wakaniita wa Nigeria. Na ikawaka. Yes it did. After kuwaka watu wengi zaidi wali copy the style. Yes. But hawaku make it stand out. How did it feel that wewe already umeshaifanya kwa success watu wengine wana copy? A good thing. I'm normally more of a trendsetter even in the country even right now. There's a lot of things mimi huwa nafanya then watu wengine wanaanza kufanya. It's the same way hata mimi nikifanya Obinna show live. Sasa tuko na live show mingi sana. Nasijui nani show live nani show live live YouTube nini. I'm among the pioneers of doing a live show. Yes, the other people were doing it but now me I brought a very different vibe to it. Nikaleta the professionalism in it alafu watu na copy paste. So being a pioneer is a good thing because you know even what I'm doing someone else alikuwa shaifanya. I'm not the first one and you can't reinvent the wheel. So mimi nimeleta hapa kuna youth man mimi nameona naweza ipiga iko sawa. It makes you happy, the more the merrier. Yes. Kwa introduction yako Obinna umetaja you have very many different things. Yes. Kwa industry nini na work na nini work?
Kitu ina work ni kitu unafanya over time. Kitu hai work ni kitu una stop. So in short, consistency. Anything you do in the industry will work. Just be consistent. Now bringing it back to content creation. So content creation watu wengi sana wanaifanya, lakini wanaacha katikati, wana give up. Ukigive up bro, ita work. And anything you do by this content creation. Si kukaa hapa ni content creation, kupiga luku ni content creation. Kuna wase hata huko online unapost wakikula chakula, kuna wengine wanapost wakipika, kuna wengine wakijenga nyumba za matope kwa msituni. Everything is content. And everybody likes a different thing. Hizo vitu za kujenga nyumba kwa msituni ziko na views. Kuna zingine hata za kupikia machokora, mtu kama anachukua machokora anapika kukuka 50, ziko na views. So everything is content, provided you just have to keep doing it. Just don't stop. So what works is what you don't stop doing. Consistency is the key. Consistency, and then also just try and bring different vibe in it, because pia ukifanya venye wengine wanafanya. Obinna umekuwa ukiwork previously na Kamba artist. How has it been? Yeah, it's good. I worked with BS Kavido. Amazing. I've worked with Ken Maria. Amazing. I'm looking to work with a lot of them. Kativoi, Kasau, Maima, Ndeke. Mwingine anaitwaje? Nimesahau hiyo jina. Kasolo. Wote nani, the producer, Bisengo, and many more. And even some other lady artist from Ukambani. It's a good thing. Mengele. Any other person who is willing, you know, pia unaweza kuwa unataka na mwingine ataki, pia iko tu sawa. Ni kweli. Unaweza ambia msanii aje tufanye ngoma na aseme yeye ajisikii nayo, iko tu sawa. Hata even apart from music, I do many other things. We can do content, we can do a movie, we can do a show, we can do an interview, all of them. Let's do it. The more the merrier. Mimi nataka wakama wanijue, na pia nataka pia wenye wako hapo Kambani pia wakuje huku watu Obinna pia wajue. We continue making the money together. Latest tuliona kazi yako na Ken Maria. Kele tukasio. Ngoma inatamba, ngoma iko fiti. Tuliona pia ilipata criticism kidogo. Which is good. Si kidogo. Ilipata si mingi Ukambani, ni kidogo tu. No, of course si mingi kwa sababu ni digital platform. So when 2-3 people talk about something, they amplify it, you'll think it's everywhere. But ukifika ground unapata things are different. So there's a few people who, kuna wale wali hate on it by the mere fact that ni mimi nimeifanya, which is no, kuna mtu akiona tu jina yako wewe hata hajasikia. Then kuna wale walikuwa na positive criticism wakasema hapa kidogo guitar imekuwa hivi, pronunciation imekuwa hivi, nini, which is good because now we are learning. Now we will do another one. Now we'll do it better. Still with Ken Maria. We can do it Ken Maria, we can do it any other person. It will be better. I can do it Bisengo, I can do it Ndeke, any other person, and it will now be better because now we know better. And then now you know me, I'm not Kamba. So nikipronounce Kamba, kama leo nilikuwa naambiwa ile word ulisema inamaanisha kunyamba, ulisema inaitwa Kasove. So kwa hii ngoma kuna place Ken anasema sisi Kasuvie akamba maidena. So mimi nimeshinda naimba, them they are laughing. I'm like what? So kuna sijui Kasovie na sijui Kasuvie. Kuna different, kuna Kasuvie na Kasove. Sando hiyo. No, I don't know. Mimi nimefanya because to suse Kasuvie akamba maidena. Yo. But now you know. I have the idea. Now positive criticism is tell me, Obinna, sio hiyo, Freddy aliniambia, Kasuvie inamaanisha hivi, wewe sema Kasuvie which inamaanisha umtunze. I'm like, okay, then now I learn. Sasa nikikaa tu niseme, sisi Kasuvie, kama kwenda, nini? You're not helping, you're not doing justice to yourself, and you're not doing justice to me, because now that's just hating, which is done by empty heads. So how was the experience working with Ken Maria? Amazing. Amazing, bro. That guy is a legend, is a god. Now I've been looking up to him for the longest, and then I got a chance to sit down with him even before recording. He's a good guy. He's a good man. He will go to heaven. Are you really looking for a Kamba lady? Kele tukaseo. Because your ngoma sasa umesifu. Sana bro. Ni kweli. You know Kamba ladies are wife material. Lakini niliambiwa Kangundo Road. Ogopa. Ndio hii hapa imepita hapa. Kwanza kwa Kangundo Road. Niliambiwa Kangundo Road na Kitui. Nitoke huko. Ukasikia umenimaliza nguvu kwa magoti. Ulikuwa unataka kwenda Kitui ama Kangundo? Nimekuwa sana Kangundo, sasa nikasema nijaribu Kitui. Sasa umeniwarn sasa tena
Sasa wacha niingie Makueni. Mimi nilikuwa kama maidhena. Sasa nimeambiwa sasa Ngundoro tena ni noma. Sasa I don't know, mimi mmenichanganya. Lakini Mungu akileta nayo. What is it that you like most about Kamba? Kambas, they're very hardworking. They're very loyal. Kambas are hardworking and loyal, and then they are communal. Like Wakamba wanaitana na wanasupportiana. Mkamba unaona venye Kamba ameja hapa? Nikuitana ingekuwa kwa Jaluo ingewa Mjaluo moja Mkisii Mkawalebe nini ni kumu sana upate ameleta mjango mwingine because mimi nataka ni grow huyu mwingine asi grow. So that thing for being communal na kusaidiana for Kambas amazing, being hardworking, wanajituma sana and then they are very loyal. Mkamba akisema mimi ni mtu wa Obinna, mimi ni Obinna. Kwanza uko online. Kuna wale wananyoroshanga watu uko sana naongea Obinna anambia nini na nakutusi na Kikamba. Wanakuanga unaona kama fans wa Ndeke. Hata Ndekea Tuaka hapa sema Mr. Tuaka Manveima. Kuna tu watu wasema mimi utaniambia kitu kama si Ndekea Mudhanga. And even when I hosted him, there's a lot of people who didn't know me. After all like mimi nimeona Veima amekuja hapo, mimi nimekuja kwa sababu ya Ndeke. Na wanakwama na yeye hapo, so they're very loyal. So umekuwa ukipata support from Ukambani? A lot of support. You didn't see me at Kamba Festival? I saw you. Bro, Kamba Festival, they sing Welo, what, they sing Wanyola, they sing Namposti, they sing Forever. Na sai tena Kamba Festival next nakuja na nipige kele tukaseo na ngoma nyingine na nimetoa nao Kamba wengine wote. Ndapanda kwa stage na to vibe. Na Ken time ana perform ndapanda stage. Uperform na nipige na Ken wa Maria. Na kama ni Maima kwa nimetoa naye tupande tupige na Maima na unaona wenye wana support. So Kamba wako ni watu wangu. Watu wako. So bado you're looking forward kufanya kazi na wasanii wengine wa Ukambani? A lot of them. All of specific so far identify? Ndeke, Kasolo, producer Bisengo, Maima, Alex, Simba, anaitwa Lion, Katombi, and many others. BS Kaviro. There's another lady pia nimeambiwa. Leo. So personally by the if you are an artist and you have an idea of a song, let's get in the studio and do it. If I have time, let's get in the studio and do it, because you know what most people don't know. Nobody has the blueprint of a hit song. Sure. Bro, a hit song can come from the most unexpected person. Most of the people who have big brands, when they do a song that is not even as good as, will just be played because ni Obinna ametoa ngoma na mimi kwa mfano Obinna nimejua Obinna lakini kuna siku nani anatoa ngoma fulani bro inaweza songa because of also their name, but ngoma iza kwa noma. So tupige. Me I don't have reservations for whoever we come to pige ngoma then tuweke pale kwenye YouTube na TikTok isonge. It might be just one song that can change your life, and the good thing about music, you only have to get it right once. Sure. Bro, utaimba takataka for 50 years. Then kuna siku moja tu. Bro, utatoa moja. Unaitwa ndo perform kwa inauguration ya Trump. Na life yako is not the same. Na ichukulie na kwa soundtrack ya Wakanda. Waseme kuna scene fulani, yo director alikuwa naye kama Christopher Nolan alikuwa anafanya scene. Then wasema they've come to Africa, they've gone to their Kamba community. Then wakapata wanaimba their folk song. Then unapata wimbo yako ndio iko hapo inaimba oh mwana wa Yola. Wamechukua ibe kwa sound. Bro, and your life is never the same. Sure. So the only secret is remember consistency and not stopping. Provided you're doing it and constantly you're improving on something. Nayo. So far wamekupea jina ya Kikamba? Wamekupea gani? Naitwa Mutuku. Ilikuwa Mutuku? Mutiso. Mutiso. Na umeichukua. Kwa hivyo sasa hapa tukuite Obinna Mutiso. Oga Obinna Mutiso. Wabika. Sawa. Right now among the youths, the key things my youth wanafanya ni content creation. Your advice to the youth about content? Endelea nayo. Currently there are no jobs, so we try to get self-employed. Content creation, majority of it is self-employment. It's just youth trying to figure out nifanye nini. Majority of us in that space, we still don't know what to do. So a very simple crash course: do a quality video. Kama ni simu, tafuta simu iko clear vizuri. Weka quality audio. Okay? Mtu asikie chenye unasema vizuri. Ukiongeza subtitles, even better, because now it even gets pushed more with the algorithms. Okay? Aya. Location yenye una shoot. Ikuwe fit. And then finally, the content that you are doing.
watch ikwe content safi. Because unaweza piga saizi content either ni ya matusi ama ni ya whatever, itasonga ndio. But in the next 2-3 years you'll be a very different person. And you'll sit down and look at yourself and you'll hate yourself, and you look at akina Obinna and you're like, why did you guys not tell me? So make sure the content you're doing is clean. Then don't stop. Weka Mungu mbele. We piga come up na schedule. Si ati sasa umepost asubuhi leo, sana umepost kesho umepotea for the next 1 week. Si umekam no. Have a consistent schedule. Kama ni every Monday ni Monday. Unaona kama Obinna show live I do every Monday. Monday hata nikuwe mgonjwa ndaka hapo niseme what's up everybody, it's Monday, it's time for Obinna show live. So inakaa Monday kama last Monday we didn't do because of the Sabasaba. So we did on Tuesday. Monday watu kwazi sasa tufanye, tumejua ni Monday. Because they are waiting for it. So they always, and every Wednesday wanangoja zabe. Obinna na Katelo wataka chini wapige story. So be consistent with your work, get a schedule, and don't stop. Remember you only have to get it right once. Piga tu, utapiga ina views nini, anza na mabeshte zako views 2, views 5, but organically pole tutafika mita, ukisonga. You never know. Even the someone who's watching us here in the next 2-3 months will be very big. Hata kama that washe see water. Now that's the beauty of digital life. So don't stop na upige. Nini ina keeping moving, because sometimes utapata Obinna online kuna criticism ziko mingi. Umesaidia mtu kama Stupid Boy the other day, ametoka Riyadh amekuja anaongea things Kemani and many more, but you're still moving and you're still helping. What keeps you moving? Is the intention behind it. You know, when you help for a certain purpose and it does not achieve that purpose, you stop. So why do I help people? Because I'm a project of being helped. Mimi kusaidia na watu. Kuna mkamba alikuwa mimi house kwa hao yake nikiwa high school. Analala na wife yake wakiangalia side kwa kitanda, mimi nalala side nyingine. A small caretaker alikuwa kwa small room. Huyo mtu alinisaidia. Kuna mambo nilikuwa nimeishi nao Makongeni akina Sami Onyato, Aizo, Isa, Stivo, Hasenye, Freddy, ilikuwa ni Mbogi. Nilikuwa nakaa nao tunakaa hapo tukawa 7 natoka nenda Inda kupiga wera kwa floor Makontina tunarudi. Au ni watu. Inda Solera nimepiga na Wakamba. Shida tu Wakamba by the way, ni Western Inda. Tunagoma, Waluya na Wajaka nasema hatupati 130. Kidogo unasikia Wakamba tano wameshikana nasema sisi tupige tutoeni your lolly. I'm like tumesema wapandishe watu wana upload lolly bwana, nyinyi mmenuna hivi bwana, kisha mnaambia mziingie. However, so what keeps me going is the intention I have. My intention is to see a lot of young people get off the block. Then also see a lot of young people not abusing drugs. And see a lot of young people not making the same mistakes I made. Bro, mimi sikuwa na big bro mwenye alikuwa ananiambia kanyaga hapa kanyaga. Mimi nilikuwa na wasee, nilipata job of his messenger nilipwa 10,000. Wananiambia bro, sasa mazee. Bro wewe umeomoka. Sasa yule alipwa 10k. Per month. Bro ni kama kwa nyumba mabati, bro nalipa 4,000. Maboys wananiambia bro sasa wewe utulie. Now those are the friends I had. If I had friends then who told me, bro, usijaribu hii, usifanye hivi, jijenge, fanya hivi. The reason why I don't abuse drugs is because chenye niliona. So when I was growing up, a couple of my uncles walikuwa walevi, chakari. Nikasema mimi si life nataka. So I just made a decision. Mimi na pombe, bangi, sigara, nini, no. Staki. Because I want to focus, because I saw some of my uncles who had a lot of money. Then kaisha kwa pombe nini. So I was like, so if they were not there, probably sasa hivi nilikuwa napiga tei, nilikuwa napiga jaba, nilikuwa napiga madre, nini zote. So you see that one I learned from their mistakes. And that is what I also want other people to do. So naona boys ana fail because like, bro, wacha nikushikilie mkono mazee tusonge hivi. But hawataki, unashikilia msana afika mbele na kutukana. Mimi sikwambia unishikilie mkono wewe kwenda huko nini? Umeniibia, unaangalia msee. You feel sorry for them, you feel sorry for yourself, but remember, huyo ni umse, si huyo mse. So pia wewe najaribu na pia unafika mahali tena jaribu na mwingine. So you keep despite the disappointments, it's not the same person. You continue. It's not the same person. It's just like when people get on form 1 and then you are bullied by form 3s. At the end of form 1, so wakikam you're going to bully them because you are bullied as a form 1. The person you're bullying is not the one who bullied you. You be the change. Go bully the one who bullied you. And if at all, be the change. Say I'm breaking this hakuna kwanzia leo. By the way, when I was in high school, form 1s are not being bullied. Me when in high school I was student spokesman. Niliingia shule neto Busaka high school wakanieka nikakuwa student spokesman. Na sasa kuna head boy. Sasa mimi naongelea nilikuwa say no, na bully mtu aje. Na sasa hiyo kwa form
Nilikuwa form 2 I think. Unaongelea form 4. Yes, shule yote mimi nilikuwa naongelea shule yote. Nikaingia shule nilikuwa captain wa basketball, nikakuwa drama club captain na nikakuwa student spokesperson. Yes. Walimu walitense. Waliogopa hata nikachujwanga hiyo shule. Walimu walisema mimi naambia watu wachome shule na wachome. Wana move na wave. Despite the good things unafanya. Yeah. Always cause negative criticism. A lot, yes. How do you handle it? Some you ignore. The most detrimental ones you tackle them with your wakili, because also online people just talk, people say a lot of shit online, and sometimes it messes with the brand, because also people, the way people say things online and people believe is the way also brands believe. Na mimi hapo ndo ni ofisi yangu. So leo mtu amekuja ameongea matope je Obinna, kuna zile matope una ignore zile mtu ana create content ni kawaida nini, but kuna zile zingine unaambia mse bro hapana hii no then anaendelea naambia akili shika. Sasa unapambana naye. Then kuna wengine pia unaona ameongea mbaya, unachukua picha yake unapin hapo juu. Sasa pia watu waone mtu anakutukana, unafika naye gani. Yeah, but above all is just to know that garbage trucks don't carry around flowers. So if you go chasing a garbage truck, unatoka umepakwa hizo matakataka zote. If you chase a flower truck, you can come out with a rose, or at least you can smell nice. Ama you find people who are around the flower truck are clean. So it depends on what you want to go with. Because online is, even when there was no online, you're Christian, eh? Yeah, I'm Christian. Jesus did not offend anybody. Walimuua bro. Mimi si Yesu. Mimi I offend people every day. Mimi mdomo yangu. Kwa naongeanga hivi nimesema kitu. Nimeambiwa usirudi kwa TV station yetu tena. I'm like guys, sikuwa okay, wow, nakati na jambo yes. Hapa nimeban. Wacha ni let me do better. So constantly it is a learning curve. And you always aim to improve. But watu watakutandikia tu hapo, because kuna tu msara nimekuja hapa, kuna msara anapenda juu nimevaa kofia na match na timba, kuna msara anapenda shati nimevaa, anakuja nayo shati hata nikikaa hivi, msara anasema amekaa aje hapo, anafikiria hapo ni kwake. So people have a lot of perceptions and they will project. So you just put up a wall. Yeah, so kama you are soft hearted, wacha kusoma comments. Sure. Shield yourself. If you are strong hearted, soma hizo comments. Sure. But always bro, utameona watu 1 million unafanya kazi kwa mtu mmoja, roho anakuambia wewe kwenda, wewe hakuna kitu unajua. That way kwenda, wewe hakuna kitu unajua. Is the same way you'll do for someone good things every day. Ile siku moja utafanya. Try to do your security guard hapa chini. Kila siku kama mtu asubuhi unamleta sauce ama mayai. Niaje? Siku utasahau kuja nayo sauce, anamwambia buda. Rada. Mayai ziko. Na hata si zake. Instead of kweli bro. Umekuwa unaletea kila siku mazia asante zile siku 10. They remember that one day. Even online, look at all the fights I have with people. I have fights with people about that one day. That either I slip in the tongue, ama I make a mistake publicly, and because I'm in the public space, you get hammering, unaandikwa, unakuwa unasulubishwa huko juu mpaka uko zile guys. You know me. Like this is not who I am, but I'm a human being. I will make mistakes. Ndakukosea huyu. But hawataki kusikia. Wewe kwenda no cancel nini, unsubscribe nini, whatever. But Mungu ni nani? Mungu si atumani. Kwa life or in your career umekuwa na high moments na low moments. Yes. Which has been your lowest? My lowest in my career? No, I think what happens with the lowest is normally with the level you are in life. For example, there's a time I was fired from Nation. That was my lowest then. But if I look at it now, I'm like, so I was being fired so I can go to Kiss. But I didn't see it. Then when we couldn't agree on terms to renew the contract in Kiss, of course I was disappointed. I was like, man, you guys have been here for a year, man. And you promised me this, and you didn't deliver. So you feel low. But that time, God is deflecting you to, fungua Obinna TV. And Obinna TV studio is going to be bigger than all of these other ones combined. But always the honors are you, so you feel it's your lowest. It's the same thing even with relationships. You meet someone, you plan to build something happens, you guys separate. You feel low, you're like, man. Nilikuwa nimepanga tutengeneze family nini. Kumbe Mungu anakuambia sio huyu. Sasa ni huyu. Then you meet this one. Kumbe Mungu anakuambia no, hapa nilikuwa nataka kujifunze hii, wache ujinga. Na hapa wache ujinga, na hapa nini. So I don't have a specific lowest moment per se, but there are levels. You get to this moment, you get like a low moment, you move to another one. You get betrayal from people that you trust.
and you hit rock bottom, you're like, man, and I trusted this person like this, then you start again. You have achieved a lot of things. Yes. But kuna kitu moja unaangalianga hivi unasema, I'm proud of myself. Ni nini? My kids, man. Your kids. That one I did it right. Okay, they were accidental. Ni makosa ilifanyika. Hakuna makosa. Ni makosa ilifanyika, lakini ni makosa mzuri. Unajua mimi my kids we piga stories. Mimi naambianga, unajua nyinyi si kwa ni mapangia. So I didn't plan for my kids. I wasn't ready then. But they came at the right time. And I look at them, there's something called, is it called genotype? That it has to match for you to have healthy kids. Watoto wenye immunity yao iko sawa, hata kufikiria intelligence. A lot of people ignore that thing. You just want to give birth because nimependa ude mama nipenda uchali. Naona ni mrembo utaza watu warembo. No. Bro mtaza watoto mara hii imefanyika, mtoto anashinda kwa mgonjwa, mnasema mtoto amerogwa. Your genotypes are not matching. Your rhesus factors. Kuna hizo manini zinakuwa kwa mwili ndani ya DNA. So somehow myself we didn't check those ones. It was accidental. We winged it. Tuna watoto wakatokea tu fiti. So me, in everything I've achieved in life, bro, I look at my kids like this, I'm like, there is something. Okay, as at now, because unajua watoto pia wanageukanga. Inafika hapo anaambia wewe kwenda wewe nini? Like you pray for the best. No, you pray and also you don't really hope you train them. But najua even pastor wanazanga wezi. Si atueleka chini wakasema tuzae wezi. But nafika tu mtoto na rebel because labda dad will think venye mimi na think, mom reason venye hata wengine wanawatchisa hiyo shambia parents wao hivyo. So it gets to that point, but you plan and strategize for the best. But so far so good with my kids. I think hapo Mungu aliniambia mazee, wacha nikusaidie kidogo. We see your family online, your kids online. And we know part of the story. Many people don't know about it. And sometimes si tunaona watoto uko nao. Do you relate to the baby mamas? Relate, what do you mean relate? Kubonga? Kubonga. Wengine atuongei. Or co-parent? No, co-parent of course. But so unajua normally, when a child is involved, we normally have a lot of ego at play. So when there is ego involved, unapata wanaume wengi wanasema, we kana mtoto bwana. Na wanazama. Then baby mama anasema uni deadbeat. Ama sometimes unapata baby daddy ananyang'anya mtoto mama mtoto. Then even yetu sana ma baby daddy wasemangi wa mama ni deadbeat. But we have a lot of deadbeat mothers by the way. Wanakuanga wengi sana. But wanaume wa dwell on that. Wanasemanga tu mimi mtoto wangu mamake ameenda ameolewa tena ameendelea na maisha. And normally when the child is with the mother, with the father, the mother most of the time anajishughulikia na maisha yake, anasema mtoto ako sawa. But mtoto akiwa na mamake na baba ajishughulikia aseme mtoto ako sawa, anapatiwa deadbeat. So in my case, you find because of a lot of misunderstandings we had at a tender age, which was nani akae na mtoto wapi. Because now me, when God started to bless me, people watu si same. So me, like some of my baby mamas, I would go to them and say, wacha nikae na mtoi, juwe sa unakaa kwa bed sitter ama single room. Mimi sasa niko kwa bedroom ani kwa two bedroom. Na mtoi anaenda shule hapa na kuna house manager. Alafu ikifika Friday nitakuwa namleta unamcheki ama unaweza kama umcheki, umejua keja, umejua shule nini. But baby mama anakuambia hakuna, mimi nakaa na mtoto wangu. Kwa nini? Juu sasa unatuma do. So yanafurahia hiyo do. So mnaanza kuvurugana. So unapata unaenda unaiba mtoto shule, anarudi anaiba mtoto kwako. So there's a lot of back and forth. And then when you're a young person like myself, I got my first born when I was 20. Me, I didn't know anything about sex. That was my first experience. And then later it came to a child. Mimi nilikuwa na learn from my first baby mama is when I was learning. So when you're at that age, there's a lot of things you don't know. For example, mukifika ni kuargue nini by the kama ni baby daddy kwa tayari kutokana hapo na utaambiwa. Utaambiwa vitu mingi sana zenye zingine zitakuwa kweli zingine si kweli. Then I start reacting. When you start reacting, the public comes and public forms perceptions. And also what I've said before many times is because when there's a baby mama, even who will be watching this interview, na baby daddy wake is a terrible man, automatically akijua mimi ni baby daddy atasema yes. Wanakuwa magunia wanakuanga nini because sasa akona reference, akona point of reference. The same way pia kama kuna baby daddy mwenye baby mama amemtandika
matukio. Pia ukikaa chini unaongea story ya mababy mama akwende nini. However, in between we have the good ones. We have very good baby mamas. I know most of them or some of them. And we also have very good baby daddies. Sure. I know some of them. But nobody will talk about that because negative news sells faster. Sure. Hati positive news zaje unaona tu wanaume wameimprove, unajua wanaume atake responsibility, nobody cares. Sema wanaume useless. Kwanza utakaa online na patamsa sema ukipata mwanaume anatukana mali niamushe saa 8 usiku. Nini and like that's not the society we need to. Why? For the sake of the children. Sure. Na mimi naambianga ma boys, kama umepeana mimba, hauko umeplan, imekam kimakosa nini mtoto ashakam. Jaribu as much as you can kukoka life ya mtoi, haitakuwa rahisi. Trust me, see easy because egos are at play. However, try your best. Tuma yo do kama umekataza usione mtoi, which might happen most of the time, you just send that money, alafu jipe shughuli. But send the money regularly and text sema nimetuma do ya school fees, nimetuma do ya hivi, nimetuma do ya hivi. Later on the child will grow. Na pia huyo mwingine asira yake inapoanga ikuangi asira forever. However, most of the time watu wakikuwa pamoja then waachane, then moja aone mwingine ana succeed, inakuwa uchungu. Because mimi nilikuwa tukue na wewe. So inakuwa either ni dem ama ni chali. Sometimes anabaki with a lot of bitterness, wanakuwa vindictive, wanaanza kusema vitu zingine, and then sometimes you want to react. Don't. In this kwa society mostly tumekuwa tukiona single moms. Na on your case, you are a single dad. And you are here representing many. I've met wako wengi. Ni wengi wako wengi wameachiwa watoi. Hata si kuchukua watoi wameachiwa watoi. Any challenges za being a single dad? You know every child deserves to grow with the mother and father. So the first challenge is of course they will miss the other party. Even by the all the fathers out here who hawaruhusiwi kwa watoto wao, acha nikwambie ukweli, mtoto wako huku miss. Na yeye uambia mamake na mamake umwambia awachana na huyo malaya ama whatever, ama sometimes anaambiwa vitu mbaya kukuhusu, ama sometimes hata kuna wengine pia wasemi vitu mbaya but ana ignore tu. Mpaka mtoto anazoea, mtoto anajua babake hayuko. But trust me, they miss you. And all the mothers out there who their fathers are not the baby daddies are not in the with them and they have the kids. Your kids miss you. And trust me, they tell their fathers, mama ko wapi, nime miss mom, whatever. And sometimes anaweza mwambia mamako alishaolewa ama mamako amefanya nini, ama sometimes they just keep quiet. Even me, my kids miss their mother sometimes. And when they miss, the good thing about my kids now, everybody has a phone, and they talk to their mothers whenever they want. You don't limit them. Their mothers know where I live, apart from one. But akitaka kwa reach, amejua shule wanaenda, place wanaenda every morning, I drop them every morning. And also pia kuna namba yao, kuna namba ya house manager, they can talk. Na akitaka kumdropia pia anaweza mdropia. They talk. But so they miss that mother love. Ile yenye sama mama ako hapo. Unaona, then so you're trying to be the dad and be the mother. Then also me, I'm raising girls. Brianna just started her periods. So there are some conversations I can't have with her. But the good thing is I have some lady friends who are helping me. My manager has a wife and the wife is motherly. Na unikama wani kama mama yao. Pia she has a elder daughter mwenye ako teen. So wanabonganga hizo mastori, anambia Brianna aliniambia hivi, Adal aliniambia hivi, Lola aliniambia hivi. So wanafikiria zingine sijui but nimepatiwa information but they can't tell me direct because they feel it's awkward. You know, so there's that challenge because there are some very important roles that only the mother can play. The same way there are only some very important roles only the father can play. So when one part is not there, of course, you find the child will be raised in a certain way. Even look at most kids who have been raised in families that go together, close-knit families. Sana wanakuwa mentally wanakuwa kopoa sana. Self love, kujiaccept, kujibonga. Ukipata mtu amereziwa na single mother ama na single father, wako na matraits zingine. Kuna wale they just hold to themselves because aliambia ukibonga utafanyiwa. Kuna wale wengine tena they just too dramatic because that's what they were taught and whatever. So it happens. On this other side, you are a busy man. You have a very tight schedule. How do you manage family and everything else you do? Man, scheduling. Like mimi nimeshinda na watoto wangu Saturday na Sunday. Brianna was getting braces. Then also I took them for some
food and some ice cream. So when you get time, maximize. Because sometimes we get busy, bro. Naweza kuwa busy hata a whole week atuonani. Juu nimetravel nini na nikiingia nimelala asubuhi wamechomoka. Sometimes like on Mondays, on Tuesdays I don't drop them to school because Mondays you maliza late. Jana tumaliza Obinna show live at 4 a.m. So and they know hata wanisumbua wamejonga Tuesday wacheni dada lale. I'll wake up around 9-10 a.m. Because also I don't want to drive them when I'm drowsy and fatigued. You are putting their lives at risk. You see. So you schedule it and when you're there with them maximize. Like you see today when I'm done here, see I'm going home. They go to bed by 9. So I'm sure today I'll get home by around 8 p.m. So I have a whole hour. Tukae chini tupige story wewe niambie hivi when they go to bed nini 9 kitu 9:30 10 p.m. unaona sawa melala poa ndio unaweza toka niko na event ingine niko na shughuli. Then most events usiku naingia 11 p.m. So unatoka ukishaenda bed. So you'll have dinner with them whatever. Then you just have to schedule. Na weekends kama niko free mimi wanakaa kwangu by the mimi I don't patrol ati niko tu free unanipata nimekaa tu kwa bar mahali no. Me I'll sit in my house. So far Obinna TV Studios is a success and is doing well. Iko endorsements. There's a lot of advertisements on it. Hiyo pande. Do you plan to translate it to mainstream media? There are plans underway. The reason is this. Okay, so I would not say it is successful because of the money that is bringing in. I'm measuring success differently. The success of Obinna TV Studios is the lives we directly impact. From my employees to the affiliated brands and then to the viewers and the fans. Msana ka every Monday tunangoja tu mbambe tu mazi. Na unamidana kwa last week nimewacha imenimaliza. I'm like Now I'm trying to reduce depression and stress that people are going through by the content I do. So the only way to do it better is to diversify. So it's a digital platform. Not everybody has a smartphone. Not everybody knows about YouTube or is on YouTube or is on TikTok. Actually watu wako online ni watu wachache sana. Majority of Kenyans bado wako kwa radio na TV. So if I get the right partner and I get the right finances, I'm looking to get frequencies to get on radio and TV because now bado tunataka tufike mashinani kabisa. Then also when you get there, you employ more people. And also you empower more people, you create awareness to more people. So definitely that is a plan, but it takes a lot of resources, man. A lot of content creators wanna give up. Wanna give up because utapata hawana any endorsement. Hakuna any revenue wanna generate. Unaweza wapatia advice gani? We give up too. We give up. Yo, guys, I'm kidding. Breathe, man, breathe. Now unataka give up, wanawe give up bwana. Mimi usinikujie advice, we give up. Anyway, this is what I would say. Giving up is never an option if you know the intention why you started. Weka ulianza kutengeneza dough na umeona dough ikam. Songa ile place like me na McDo. Some of us we started this thing because it's what we love. Me, what I'm doing is what I've always wanted to do since childhood. I wanted to be on TV and radio. I've been on TV and radio. Right now I own TV and radio. And I've employed others. Me every day. Unaona nimekam. Sasa unajua niko job. Cheki luku bro. Yani tumekaa hapa napiga story na wewe alafu mimi natoka mchana. Nilikuwa na Ukambani. Nini? By the way unajua hizi manguo nimepewa free. Hapa tu kuna shop nyingine iko hapa Rikibia alijua nakuja akasema Obinna nakuja mlete hapa nimpatie. Unafika ona. Na niko kazi man. So personally what I started is because of what I was doing, is what I was enjoying first. You know, it starts with you. You have to enjoy what you're doing. And then I want these other people to be happy. I've been through a lot of problems. I want to try and reduce your problems kidogo kicheka, reduce his problems, her problems like that. So that's why I started. The money part just came. So kitambo nikirap, nikiimba, tulikuwa na hizo vitu. Maze do haikuji maze nini? Hata leo nilikuwa napigia story na Munez na Freddy kwa gari tukikam. Nilikuwa naambia man. I have a feeling a lot of money is coming. It's not here, but it's coming. And when it'll get here, it'll find us here. If it doesn't get here, we will still enjoy the journey. So when I started rapping to wazile mazimi nataka ningi student to ngoma. Sikia mistari bro. Unaandika bro, I used to have books, mistari nini. Najua nikitoa ngoma nimehit, nimekuwa superstar, nimemake do. Kitakuramba bro. So later is when I understood the theory of do it for fun, then the money will come. And then I always tell people, bro, you want to do content creation, look for an alternative source of income in the meantime. Most content creators that you see out there who have millions of followers don't have money.
We are all suffering. All we are doing is we are showing you what social media wants to see, and social media is a scam. Most of the people who are not even on social media, bro, they have so much money more than us. Like if you go to Nairobi, there's a place called Kirinyaga Road, Uko River Road. Bro, there's so much money there. Those guys make money. Wanauza maspare apartment, manini, hizi vitu dogo. But we come uptown, mabosi, kampiga masuti, nini. Amekaa hapo kwa ofisi anangoja salary yake ya 30,000 per month. Relax. So, perceptions will mislead you. Usione wasa wako na millions of views ukafikiria they are doing better than you. Stop comparing. The only way you look at other people is when you are benchmarking. What are they doing better? What can I copy paste? Then remember, be patient. Bro, ukitaka pesa leo. And then just remember, easy come, easy go. And every other content creator umefanya kitu leo na imeshika na imetrend nini, utaisha tu the same. Ni pole pole tu. Ni pole pole. Mimi leo atanitukana, kesho wamenipenda. Zingine wanatukana, zingine wamenipenda. Na niko tu hapo tu. Niko tu hapo tu because I know what I'm doing is what I'm enjoying. Leo napata kado, kesho nimesota, zingine nikipata tunakula na watu wangu, zingine nimesota tunangoja hivyo. I can't ati mimi niko na do all the time. No, but ni patience. But if you do it for the money, bro, you're on the wrong job. Ukiwa show Obinna TV live, utasikia umetaja Munez, umetaja Freddy, umeita Omosh, hata sijamuona sijui yako wapi. Yeah, he's my personal assistant. Na wengine. Yes. What is the secret ya kukeep your team pamoja? Kukeep pamoja, I wouldn't say I know the secret of keeping them pamoja because hata sijui kako pamoja. But when I always talk with them, I tell them the intention behind what I'm trying to do. Some will stay, some will not stay. There are people that I've worked with that have left. There are people that have betrayed us. There are people who are still there. The people I started with are no longer with us. It is about what the person wants. You know, your employees are not your friends. As much as me, I try to be as friendly as I can because mi sitaki kuole boss ati nikiingia watu wamenyamaza wanaanza kutoka mbio. Mimi nikiingia hapa mnafanya challenge ya TikTok niite ogadi top tupige, ninaingia na employee wangu tunapiga nini, wewe jinasi mimi nileko ofisi nifanye shughuli yangu. No, I don't want to be that type of person. I don't want you to fear me. I want you to respect me. And I try by respecting them first. That's why when they cross a boundary, hata mnaweza nakwambia mimi na mianga say, "Hey bro, hapa no, hapa Z." Na pia mimi I'll not disrespect you. Once we respect each other, then you see me mentioning them. The mentioning part is about positioning. Once I mention someone's name, I've endorsed you. So when you go on, you build a brand of your own, you just grow and you become another major person. Some will not see it and they'll not even appreciate it. But you know and God knows that me mentioning you is what put you in a certain space. I've done another interview today and I told them, they asked me a similar question and I told them, Munez right now is a superstar. Where I go to, hey Munez ako, wapa kishona tu, Munez, wapi Obinna? Yani people want to. Omosh was also the same. Then akakuwa mbigi, so kidogo I don't work so much with him, so mi utembea na Munez. Close team kwa Munez, mi na Freddy. But niki team ina kwa Omosh atakuwa, Robert atakuwa is my manager, and I'll mention them with their names. My camera guy who's Korir. Utakuwa unaona, once I mention them, si atakaa hapa kutafuta job hapa, weni, mi ni Korir. Hiyo jina nimesikia wapi? Nafanyanga Obinna automatically they get the job. Why? Because of the association. Then I mention the name. Lakini kama useme unafanyanga na Obinna, ajui jina, ajui image, ajui brand, ati where to trust. So it's hard for you. So normally that is just a mode of empowerment for the guys. And once they know the objective, we try and see. And we build together and also build them because me I want, if you're with me and you're not becoming a brand, then why are you with me? Wewe kwa brand, then you grow tuchukue mwingine tena tutembe naye grow hivyo. Do you have plans of doing any show in Ukambani? Yes. There's a tour we are planning actually with Kenwa Maria. We are to go to, there's a place, it's called Mama Safi. A place called Mama Safi, Parkside Villa. There's a place called Loco in Wote. In Machakos there's a place Hornbill Golf Club. It's called Golf Club or HB. Or HB. But HB now we'll have to close the road. Golf Club now kuna hiyo pia. So there's a couple of things that we are working on. Zikijipa tutapiga. So stay tuned. Parting shot to your Kamba fans. Akamba, nikuendete muno. Nawapenda sana, asanteni sana for the support. Keep supporting what we do and any other content creator you see there. Now let me tell you how this works. Ukiona Obinna ama any other person mwenye umependa anafanya kitu fiti,
comment tu hapo kwa TikTok, kwa Instagram, kwa Facebook, kwa YouTube. Like na usubscribe. Hapo mwasaidia sana. Ukiona kuna show nunua ticket. Ukiona ametoa ngoma stream it, nini weka comment section, nini. Usizoe atumpatana naye unataka kupe ticket ya bure kwa show yake. How like comment content zake na unasema wewe ni fan wake. Unachukua hiyo energy yote umekazana kwa Obinna, unatukana Obinna instead of your energy uende kwa ule msemo una support. If we keep doing that we're going to go a long way. All of us are just trying. We don't have the blueprint of life or career. Tusaidie. Na bila nyinyi mafans hatuwezi fika place tumefika. So tuendelee tu pole pole, tuendelee kujengana. Mimi as Obinna ukiniona mahali nisimamishe tupige picha, tupige story, niambie Obinna nimecheki nini. I'm your guy and I'm very grateful. Shukran sana Obinna. Asante sana man. Thank you for having me. Demo beya mono mosiaisia wa Mutongoi TV nundu wa tabadina itukumela tuambisia onenania na Oga Obinna di top ende ngaliko nesu wenda kukwata onenania oyenge osembeni wa YouTube channel kitu ila Mutongoi TV Stock FM official kwa you ni kuendea usiaisia wa Mutongoi TV mosio.